mwisho alikuwa ametupromise tulikuwa tunafaa tupige picha kama ya madada kama tumevaa hivi, na watoto wetu pia walikuwa wavaa hivyo wenye wamevaa. Mnaweza amka Steph, Anuel, Adrian. So wakati wote Daisy akihisi leo ameamka vizuri, so ya kwanza alikuwa anauliza dressing code ya photoshoot imechange ama bado ni ile ya long ya blue, top ya black na shati ya white. So hiyo ndio swali alikuwa anauliza kila wakati sasa amefeel strong. Hiyo wakati kidogo yenye amekutaka kuwa mgonjwa. So tuliona leo tuvae hivi. Juu ndio shoot ya mwisho tutashoot naye. Nikiongelea about Daisy. Naweza sema Daisy is a warrior, she's a warrior. Because amepitia mengi sana yenye labda wengi wetu tungepitia. Maybe tungekuwa tusha commit suicide, tungekuwa tushajiua. So Daisy amepitia mengi ndani ya hospitali akitoka. Lakini kuna kitu moja yenye imetupiga na shock yenye hata inafanya siwezi sema mengi. Hakuna wakati Daisy ashaikuwa strong kama ile dakika ya mwisho. Sema kweli mpaka saa hii siamini kama ni Daisy amelala pale. Siamini. Juu hajaikuwa na hopes. After alitoka kwa operation ya masikio. That is the first time Daisy alikuwa na hopes like any other before. Juu alisema Sharon kama nilitoka kwa hizo shindano ya kukufa mwili yote na si kukufa then itaishi. So kifua Daisy kwetu bado tujaamini. Tunaona ni kama hatuelewi. So Daisy is a warrior. Hapo penye amefikia Mungu alimpenda zaidi ya tulimpenda. Na kitu kingine naweza sema Daisy hiyo kati alikufa alikuwa Kenyatta. Na tulikuwa tumempelekea chakula kama kawaida. Tulipofika hospitali kuna kitu bado imekataa kutoka kwa akili zetu mpaka sasa. Hiyo siku alikuwa ako sawa. Yeye akatuambia atakuwa sawa. Akaniambia Sharon, niko sawa, Angie alishaniombea. Nikitoka hapa, tutapiga photoshoot, tukimaliza, tutakuwa na sherehe, celebrate. Sikujua kama photoshoot ni leo, celebrate leo. Kitu kingine tulipofika, kitanda yake haikuwa. So mpaka sasa hivi bado siamini kitanda Daisy haikuwa. Tulikuwa tumenunua fruits, tumenunua kila kitu. Tukifika tunaambiwa kitanda haiko. Mama mmoja anasema ameenda kwa daktari. Mwingine anasema ametuacha. So ilikuwa commotion, tulikuwa mimi na dada yangu. Na tulipofika kwa daktari, walinichukua juu. Watu wengi hata nyumbani wanajua mimi ndio mama ya Daisy. So walinichukua wakisema mama ya Daisy, wanaambia madaktari wote wakaita mbio wakanichukua mama ya Daisy ndio amefika mfungieni mahali muongeleshe. So hapo ndio walituambia Daisy alituacha due to cardiac arrest. Ndio kifua yake ilikuwa diagnosed ya mwisho na ilikuwa imepata solution. So, siwezi sema mimi ya Daisy juu. Na vile tu naambia hajaikuwa strong when alikuwa akienda kuaga. That is the first time. So to me now, naweza siwezi sema kwa sahihi bado nimemrelease but naweza sema tu Mungu amempenda zaidi. Na ni sawa tu Mungu ameamua. Na mzidi tu kuombea familia yetu. Na kutoka hapa ndio umekuja matanga ya warriors. Si rahisi kusafa for 21 years. Until the last minute when there's hope, then anaenda. She was a passing angel. To everyone mwenye ametouch heart yake, remain with those memory. Msiache zifade away. And may God bless you for coming. Sina mengi ya kusema. Barikiwe sana. Takaribisha dada yangu wa pili. Mimi naitwa Sharon na Biambo Cheno. Ndio mkubwa. Dada yangu wa pili ni huyu ni wa tatu na huyu ni wa nne. Daisy alikuwa wa tano. Sasa takukaribisha wa pili akuja ajikaribishe. Kanisa, familia, habari zenu. Nzuri. Naitwa Fidelis Akelo Otieno. Daisy, sikuwa ijua siku moja nitasimama niseme neno juu ya Daisy. Cause mimi to Daisy mimi nilikuwa najua ni my hope. So zile na give up in life nilikuwa naangalia hivi Daisy na gain hope
ya kuendelea. So zile vitu zimekuwa hard. Nilikuwa naangalia Daisy, nasema mimi sipiti, mimi niko at least. Daisy, sijui nini imefanyika. Mimi sijui kama sasa yangu bado amekufa. Sijui kwa nini. But we were supposed to come here in December. Tulikuwa tukuje hapa December. Nashangaa mbona tumekuja matanga. Tulikuwa tukuje tutembelee shosh. Tuangalie vile sasa tunaweza anza kujenga nyumba. Tufanye 1 2 3. Sijui kwa nini tumekuja matanga. Today mimi najua angependa tulie, but inauma. Kwa sababu yeye ni mtu hakuwa anapenda kelele. Yesi akelo. For me akelo mimi napenda kelele, watu wananijua. But Daisy si akelo. Daisy ni mtu mwenye mngeanza kelele, angetoka, aenda kae kando. Daisy ni mtu mwenye mngeanza kubishana, angemaliza. Umeamua hivyo tu. Mimi sijui sema chochote juu ya Daisy. Kwa sababu mimi bado sija believe Daisy ameenda. To us as a family, tume lose one big part of us. Ile sijui itakuwa feel aje. Because we were only 5 girls. Now we used to brag about it. Tulikuwa tunasema as girls will be the testimony that even those boys will wonder kama ni girls. Tumekaa hivyo, tume struggle na mom hiyo wakati yote, kukosa school fees, kukosa food, kufungiwa nyumba, kukosa even mavazi. But right now vile vitu zataka kusimama, Daisy anaenda. Mbona angengoja at least to enjoy life. To enjoy, hata maybe tupeleke mama Mombasa, at least enjoy life. Kwa sababu ndamemaliza tu shule juzi. Sijui mbona Daisy hajangoja, lakini siwezi uliza. Ingekuwa vita, by the way, ingekuwa ni mtu amechokoza Daisy, mimi ningeenda nipigane. But sasa nitapigana aje? Niambie nitapigana aje? Ingekuwa ni mtu ametukana Daisy, ningeenda nimtukane vibaya sana. Lakini sasa kifo nitafanyaje? Mkono wangapi? Vidole 5. We were only 5 girls. So it vile tuko hivyo 4, tuwezaje? Unaweza survive na vidole 4? Sijui vile itakuwa, but mimi siwezi sema mingi juu ya Daisy. Kwa sababu the last person, I think Daisy alikuwa ananingoja. For the 2 weeks Daisy alikuwa usimisi kwa kanyaga hosi. Nilikuwa mbali. Nilikuwa huko Zeza Ukambani. The day ile na kumtembelea, hiyo siku akakula, akafanya. Hadi mama ananiambia leo of all the days, hizo 2 weeks Daisy ameadmitiwa hosi. Leo at least amekula. Hadi ananiambia mama leo umeninyorosha, ndio nitalala heaven. Kwa nini alikuwa anaenda kweli kulala heaven? Alikuwa tu anangoja nikuje alafu aende. Sijui. What will say? Yeah, she's still part of us. Tutaimsahau. Mimi kitu ile naweza sema the good memory, kwa sababu sidhani kama kuna mtu ako na bad memory ya Daisy. The good memory that Daisy aliacha ndani yako, kama unamjua, endelea kuitreasure. As a family tumerepresent by wearing these clothes, kwa sababu tulikuwa tunafaa nirudi twende photoshoot. Hata mimi ndio nilikuwa na sikuwa nimerudi, ndio maana tulikuwa kufanya hiyo photoshoot. Na imagine sasa nimerudi na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Rakela Otieno. Kwa naishi na Daisy, naweza kuishi kwangu Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Bridget Otieno.
Daisy ndo alikuwa ananifuata. Kwa tunaishi mimi, Raquel na Daisy kwa nyumba moja, kwa nyumba ya Rachel. Na naweza sema every time Daisy angekuwa mgonjwa, ni mimi nilikuwa nurse wake. Kila siku ningeamka nimtayarishie chakula na angeniambia kitu anataka. Tulikuwa na happy moments mingi sana. Mimi na Daisy tumeachana miaka 2, so unajua hiyo vita ya wanaopatana tulikuwa nazo. Sisema tulikuwa nazo, tulikuwa nazo. Tulikuwa tunashare vitu mingi, si nguo, karibu kila kitu tulikuwa tunashare na Daisy. Hadi wa leo saizi kuna nguo zingine nikivaa zangu naona kama Daisy ameiva. Naweza sema kitu moja, hiyo Thursday before hiyo wiki Daisy alikufa, hiyo Thursday tulienda na mama hospitali. Kwenda daktari akatuma mama hospitali ya Daisy kuchukua documents fulani. So mimi niliingia huko kwenda kulisha Daisy. Kuingia nilikuja na maji moto. Nikamwambia Daisy, ndio hii maji moto, amka ukunywe. Daisy alifurahia. Akaniambia Bridget, asante. Kifua imenijaa, lakini hiyo maji moto itanisaidia. Nikamuuliza, daktari amekupea dawa? Akaniambia lakini wanangojea ripoti ya daktari. Zile mama ameendea na x-ray kutoka chini, alikuwa amepigwa x-ray. Nikamwambia sawa. Daktari akakuja akaniambia, kazana na sistako atoe kikohozi. Nikamwambia sawa. Daisy aliniambia nimwamshe kwa kitanda ndio ataweza kutoa kikohozi. Daisy nilimwamsha na nikamweka kwa kifua yangu hivi. Tukang'ang'ana na yeye kutoa kikohozi, ikashindikana. Mimi mwenyewe nikamwambia Daisy, using'ang'ane sana, unaumia. Alikuwa anajua kuwa anaumia. Kaambia using'ang'ane, unaumia. Wacha saa 10 tukirudi na mama tutaona kitu ya kufanya. Akasema sawa. Akaendelea kulala kwa kifua yangu. Sijui ni hiyo ilikuwa hagi yake ya mwisho kwangu. Na ningejua ilikuwa hagi ya mwisho, ningemhug forever. Sasa tungesema ya mwisho, na asanteni kwa wale watu wamekuja. Na pia asante kwa wale watu ambao wamesaidia sana Nairobi katika hii matanga. Haikuwa rahisi. Kuna wakati nilifika nilikuwa kwa committee. Nakumbuka kuna shemeji yangu mmoja aliongea kitu na ikanipatia moyo. Aliambia kina anko, kumbuke tu ni msichana, msipeleke hivyo haraka. Yaani hiyo time ilikuwa imefika kama nime give up. Juu kila kitu natengeneza naambiwa haifai kuwa hivyo. Na nilifeel like iko kupenda kwangu Daisy siku moja akufe nikuwe kwa committee yake. But nashukuru sana kwa hiyo and stand shemeji yangu na ukaongea. Hiyo encouragement ilinipatia nguvu sana. Na nilifeel like enyewe sina makosa, enyewe pia mimi najaribu kama msichana, kama kike, na nimejaribu na nimefanya kitu ya maana. So nashukuru sana anko wa Butere, anko wa Busia, anko wa Game wenye wametoka, kina auntie. Hatukujua kama mnaweza simama hivyo na sisi wenye mlisimama. Na washukuru, kila wakati nilikuwa nikiwaona, mkinipigia, mkiniongelesha, nilikuwa nasikia vizuri, nasema kumbe pia sisi tuko na familia. Kuna wakati tumepoteleana mpaka nikasikia ni kama hatuna familia. Lakini ningesema la vile Daisy alikuwa nayo ilileta watu pamoja, na nawashukuru sana kwa kufika. Nimeona watu wengine wenye niliwaona kitambo sana nilikuwa mdogo, na nimeshukuru kwamba mmefika. Kitu ningewaomba tusikutane tu kwa matanga. Najua wazazi wetu mko na kitu kingine huwa mnasema kwa roho yenu, ati mtoto ndiye anafaa tafute mzazi. Yes, ni hivyo. But jua sasa hii dunia sasa hii wenye wewe mzazi unatafuta ndio pia sisi watoto tunatafuta.
Sasa hakuna shamba mmetupatia, wenyewe mlipewa shamba na wazazi wenu. Maisha ilikuwa nywa. Sasa maisha yetu ni ngumu, mpaka time unafikiria kupigia hata anko, unafikiria kutafuta client. Maybe tunakutana tu kwa mtandao. So ningewaomba tu manko zetu na maanti zetu. Saa zingine pia mnatujulia tu hali. Si ati sisi pia saa zingine kwanza yetu pressure yetu iko juu. Nakumbuka saa hii watu wa town rent tunalipa, si wenye nyinyi mlikuwa mnalipa. Wazee wenyewe tunaishi nao si wadanganyi, nawaambia tu hapa mbele yenu manko zetu na maanti zetu. Si hawana tabia nyingi mlikuwa nao kwa mabibi zenu. Saa hii wazee wanataka umeleta nini kwa table. Ukimwambia ndio hao watoto umeleta kwa table, anakuambia hapana, nataka pesa, si watoto. So manko na maanti, mkiona tujawapigia, msione tumewasiu. Hao wazee walizaliwa, hawataki watoto juu ya table, pia wanataka pesa. So pia sisi tunang'ang'ana. So mimi ningewasihi tu ni asante sana na tunaomba radhi, tutakuwa tukicommunicate. Hiyo ndio shida. Lakini pale kwa mtandao kuna anko wetu anaitwa Uncle Clement Einda. Huyo anko akikupata tu kwa online, ashakusalamia. Mtoto wangu habari kwa comment, mpaka unafeel juu yeye anaelewa na deal na generation. Anaelewa. Sasa hakuna kuleta watoto kwa table. Sasa kama ni wengi labda mmoja, hiyo nyingine ni mali. Uko na nyumba gani? Uko na nini? So pia sisi akili haifanyi.